Paul listened with anger as that young man Stephen said, "You stiff-necked and rebellious, you do always resist the Holy Ghost." Paulo alikuwa katika kusanyiko siku ambaye Stefano alikuwa anaongea kwa Roho Mtakatifu akiwakemea kwamba wao wasiotairiwa mioyo wanashindana na Roho Mtakatifu wa Mungu. And Paul could barely control his fury as he heard Timothy say, "You do not only resist the Holy Ghost, but you have received the law by the disposition of angels, and you have not kept the law of God." Kwa hivyo Paulo alizidi kuwa na hasira kali aliposikia Stefano ananena kwa Roho Mtakatifu kwamba wao wameshika sana Torati na wamekataa sheria ya Mungu na hata kufikia hatua ya imani. And when Paul and his group heard these words, they rushed upon the young man. They grabbed him. They started to gnash upon him with their very teeth. Paulo na kundi lake waliposikia maneno haya mazito dhidi yao, wakasaga meno zao, wakamkamata Stefano, wakaanza kumpiga na hata kumtwanga na mawe. They took him outside the city. They picked up rocks from off the ground. They encircled him like you are circled, and they began to throw the rocks at his defenseless body. Walimkamata, wakamvuta nje ya mji, wakachukua mawe kila mmoja wao, wakaanza kumtumpia Stefano wakimpiga. But the young man who was being stoned looked up into heaven, and he saw the glory of God, and he saw someone else at the right hand of God. Lakini Stefano akiwa anapigwa na mawe, alinua macho yake akatazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, huku akitazama Yesu amesimama upande wa kulia wa Mungu. And as Saul of Tarsus stood in the crowd, as you're standing in the crowd, he heard these words which changed his life. Na Paulo kama alivyokuwa katika umati, aliposikia maneno haya yaligusa sana maisha yake. He heard the young man Stephen say, "I see the glory of God, and Jesus the Son of God at God's right hand." Yes, Paulo akasikiliza Stefano akisema kwamba anaona utukufu wa Mungu na Yesu Kristo akiwa amesimama mkono wa kuume wa Baba. And when Saul of Tarsus heard this, and when the other legions heard this, they put their hands in their ears and they stoned the young man to death with rocks. Lakini Mafarisayo waliposikia mambo hayo na kikundi cha Paulo, wakaziba masikio yao, wakutaka kusikiliza tena, badala yake wakachukua mawe wakaendelea kumpiga sana Stefano. And Saul of Tarsus then took the coats of those that killed the young man, and by doing that, he was saying that he agreed, and he would take responsibility for the murder of the man who said he saw Jesus at God's right hand. Na Paulo wa Tarso, baada ya kuuawa kwake Stefano, akachukua mavazi yake kama ametia muhuri kwamba amekubaliana na mauaji hayo kwamba ni halali. Now remember, we're talking about a secret that God has for you today that will change your life on earth and after you leave earth. Kumbuka tunaongea juu ya siri ya Mungu ambayo itabadilisha maisha yako katika ulimwengu na sio katika ulimwengu tu, hata baada ya kutoka kwako ulimwengu huu. To properly understand this secret, we must understand what happened to Saul of Tarsus. From the point when he was killing a man for saying that Jesus rose from the dead, to now telling someone else to remember that Jesus rose from the dead. Kwa hivyo hili linatuleta katika hatua ya kuelewa siri iliyoko ndani ya Paulo alipokwanza anakataa dhidi ya wale waliokuwa wanatangaza kufufuka kwake Kristo Yesu, na hata kufikia hatua ya kubadilika kwake mpaka yeye mwenyewe sasa anaandika habari hizi kwamba zikumbukwe kufufuka kwake Kristo. See that day when Saul of Tarsus was in the crowd, like some of you were in the crowd, he experienced something that day that many of you have experienced and might be experiencing even now. Unajua Paulo alipokuwa katika umati, alipokuwa katika watu wengi ambao hawakuwa na uchaguzi wao juu ya Mungu, alikuwa na pia amevutwa na mambo mengi na hisia mbalimbali ambazo zisingeweza kumfanya aelewe na kusudi la Mungu lililokuwepo juu yake. You see, Paul was a Pharisee, a religious leader, and he knew that the sixth commandment of God in Exodus chapter 20 verse 13 said, "Thou shalt not kill." Wajua Paulo alikuwa ni Mfarisayo na kiongozi wa dini, na alielewa kabisa kwamba Torati na katika zile amri 10 za Mungu, ile amri ya 6 maandiko yanasema kwamba usiue.
So when Paul or Saul of Tarsus that day participated in the murder of the young man who saw Jesus, his conscience was troubled and he could not get it out of his mind. Kwa hivyo siku ile aliposhiriki mauaji ya Stefano, tangu siku hizo dhamira yake ilianza kumsumbua na alizidi kuwa na hatia ndani ya dhamira yake, kwa sababu anajua kabisa Torati inasema nini juu ya habari za kuua. Having sinned against the Almighty God, he knew he was wrong, but he could not find any way to get the torment, the pain, the confusion out of his mind. Baada ya kutambua kwamba amevunja amri ya Mungu kwa kuua, siku zote dhamira yake ilimsumbua, lakini hakupata njia ya kupatanishwa na Mungu, akaendelea kukosa amani. And something else happened to Paul of Tarsus that day. Na kitu kikatokea Paulo wa Tarso siku hiyo. After he participated in the murder of the young man Stephen, baada ya kushiriki mauaji ya Stefano, right before Stephen died. Right before Stephen died. Baada ya Stefano kufa, right when Paul was starting to feel pretty good that man saying his false religion, as Paul thought, was going to be silenced. Yani wakati huo Paulo alipokuwa anasikia raha baada ya kufa kwake Stefano, na Stefano alipokuwa anapiga lele, yani Paulo alikupata furaha kwamba dini yake itaendelea kuwa na amani tu. Saul of Tarsus, the proud religious man, happened to look at the young man whose death he was responsible for. Paulo wa Tarso akageuka akatazama mauti ya Stefano, ambaye yeye kwa dini yake, yeye Paulo alikuwa ni mwanadini mwenye kiburi, akatazama mauti ya Stefano kama jambo la kawaida tu. And listen very closely to what happened. Na usikilize kwa makini kilichotokea. He glanced at the face of the man and listened to his last words before he died. Akasikiliza kwa makini maneno ya Stefano ya mwisho kabla hajafa. And in the silence which hovered over the area as the young man drew his last breath, na katika ukimya ule Paulo alikuwa makini kusikiliza nini kitakachotokea yule bwana alipotoa pumzi lake la mwisho. The young man had said that he saw Jesus, and right before he died, he prayed, "Father, don't lay this sin of killing me for seeing Jesus resurrected, don't lay it to their charge." Na cha ajabu ni kwamba maneno ya mwisho yaliyotoka kinywani mwa Stefano alipokuwa anapigwa mawe ni kwamba, Bwana, usiwasikilie uovu wa kumuua, wasamehe. And that was like a nail sealing the coffin of Saul of Tarsus' sin-hardened heart. Na hayo yalikuwa kama misumari yaliyochoma sana moyo wa Paulo, ingawa aliendelea kuwa moyo mgumu zaidi. Now the idea of Jesus Christ being resurrected was that which was linked with him being a murderer. Yani kujua kwamba Kristo Yesu kufuka kwake ina uhusiano mkubwa sana na yeye kufanyika muuaji. Paul could no longer get the thought of his sin out of his mind. He could no longer torture the man Stephen, who had died. So now Paul had a vendetta against Jesus Christ himself. Kwa hivyo tangu siku hizo Paulo hakuwa na cha kufanya, maana ni kama Stefano alikuwa amekufa tayari. Kwa hivyo siku zote aliendelea kujiumisha kisaikolojia kuhusiana na yale mauaji aliyofanya dhidi ya Yesu Kristo. Paul from that moment was a changed man. In fact, the Bible says that he went everywhere, breaking into every house and taking people who were worshiping the resurrected Jesus to prison. Katika siku hizo maandiko yanasema kwamba Paulo, moyo wako ulikuwa mgumu sana dhidi ya Yesu, na kila watu walipokutana wakiabudu Mungu aliingia katika mikutano na hata katika ibada akawakamata watu na kuwaua kwa sababu ya kutangaza kufufuka kwake Kristo Yesu.